maarufu wa Buberwa. Yaani matibabu yako hapa. Mimi ndo kama tusaidie tunajua. Joshua. Jikaze basi. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Buberwa au jina maarufu na ulitumia mara kwa mara Mtemi Buberwa. Niko hapa madhabahuni Ngome ya Uzima, na lengo la kusimama hapa au la kuonekana tushare neno moja kidogo linaloitwa lahana. Leo wakati naamka nikawa natafakari hiki kitu sana kuhusu lahana, kwa sababu sisi kwenye maombi mara nyingi tumekuwa tukiombea watu, tunawavunja lahana, tunaombea lahana. Lakini leo sasa nikajikuta ninaanza kutafakari sana ili neno lahana kwa uzito zaidi. Wakati naendelea kutafakari neno lahana, kiasi chake nikawa nimejaribu kupata majibu. Majibu niliyopata nikasema sasa haya majibu sitakaa nayo peke yangu, acha niashare na mtazamaji mmoja, wawili, watatu, wale ambao wananifuatilia, wanapenda vipindi vyangu na video zangu. Nikasema ngoja niwashirikishe hili neno pamoja na wafuasi wangu wote ambao sasa huwa mnajumuika pamoja kwenye akaunti zetu za mitandao. Leo nataka tuliangalie neno sasa lahana kwa upana. Kitu ambacho nataka tuangalie, cha kwanza tuangalie lahana ni nini. Hiyo moja. Lakini cha pili tutaangalia namna ya kuondoa lahana. Na kwenye namna ya kuondoa lahana, huko ndiko nitakodili nako sana. Kwa sababu watu wengi tumekuwa tukienda kanisani kuomba, tukimwamini Mungu, tukijua kwamba hiki ndio kitakuwa chanzo kizuri cha kuondoa lahana, kumbe yawezekana kisiwe chanzo kizuri. Sasa lahana ni nini? Lahana ni maneno yanayotamkwa juu ya mtu anapokuwa amefanya makosa fulani. Hayo maneno yanaweza yakawa yametoka kwa Mungu au yakatoka kwa binadamu mwenzie. Na lahana imegawanyika kwenye makundi makuu mawili. Kundi la kwanza au aina ya kwanza ya lahana ni ile ambayo ya dhambi ilipoingia ulimwenguni kupitia mlango wa Adamu. Watu wote ambao tunatokana na Adamu tukawa tumehesabiwa kwamba sisi tumelaaniwa kwa sababu Adamu alifanya makosa, kwa damu yake ikawa inahesabika kwamba ni ya watu ambao walilaaniwa. Na hiyo ndio ilisababisha kumleta Yesu kwamba haje kuivunja ile lahana ya Adamu, na ili atengeneze ukombozi kwa wale wote watakao kuwa wamemwamini Yesu. Sasa huko sitaki kudili nako sana. Nataka niingie kwenye aina ya pili ya lahana ambazo tumekuwa tukizipata kupitia wazazi, watu ambao tumeishi nao, watu ambao wamesacrifice muda wao kwa ajili yetu, watu ambao wamejitolea vitu kwa ajili yetu. Baadaye sisi huenda tukawa tumeenda kinyume nao, na tunapoenda kinyume nao basi wanaamua kutamka maneno mabaya ambayo yameendelea kuishi huenda kwenye maisha ya watu. Inawezekana wewe nitazama kama miongoni mwa watu ambao wameathirika na lahana, lakini sasa nataka tuende kwenye hiki kiini ambacho sasa tumekuwa tukitumia kisingizio cha kanisa kwamba unapokuwa umeokoka basi umeivunja lahana. Mimi nadhani kuokoka kunaweza kusaidia kuvunja lahana ya damu, lakini sio lahana ambayo maneno mabaya aidha umeyapata kupitia ukoo au kupitia mtu uliyewahi kukaa naye au kupitia mtu ambaye unaheshimiana naye. Sasa hiki ndio nataka tupangalie hapa kwa upana zaidi, kwa sababu nadhani watu wengi wameendelea kukaa kwenye vifungo vile vile vya maneno ambayo walilaaniwa, lakini bado hata walipolaaniwa kwa vifungo vya maneno hayo hawajagundua ile kama kwao ni lahana. Wakiendelea kuamini kwamba Yesu basi amekwisha kuivunja, lakini unashangaa maisha yao yanaendelea kubakia pale pale kwa sababu ya lahana ambayo itamkwa kwenye ukoo wao. Na kwa mujibu wa Biblia inadai kwamba lahana inaweza katembea kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4. Yaani kuanzia babu mzaa babu kuja mpaka babu, kuja mpaka baba, mpaka kunifikia mimi, basi lahana hiyo inaweza ikawa imekoma. Na ndio maana unaweza kukuta mimi naweza nikaishi leo kumbe natembea na lahana ya babu. Wenda babu aliwahi kufanya makosa, kwa sababu mimi damu yake nikatembea na lahana hiyo. Lakini tunapokuja kwenye wokovu ndani ya Yesu, huwa tunasema baada ya kuokoka lahana zote zilisha. Lakini tunashangaa maisha yanaendelea kubakia kuwa yale yale, tabia zingine zinaendelea kubakia zile zile. Sasa unawaza, hivi kweli baada ya Yesu ile baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ile lahana iliondoka? Hapo ndo kuna maswali ambayo nafikiri watu wengi wamekuwa nayo wajiuliza, huenda hawana majibu. Mpaka mimi leo asubuhi mpaka ile nimekaa nimewaza tafakari neno lahana, nikasema hapana, lazima huu ujumbe ni ushare na mtazamaji wangu wa siku zote. Sasa hebu tuangalie hiki kipengele. Lahana ya upande wa pili ni yale maneno ambayo yanatamkwa, maneno mabaya unayoweza kutamkiwa na mzazi au ndugu
au bosi au mtu aliyewahi kuwa rafiki yako wa karibu pale unapokuwa umemkosea jambo fulani. Laana ni yale maneno ambayo utatamkiwa kutoka kwa watu wa karibu, sasa ni wa karibu zaidi, au watu uliokuwa na kadao au naishi nao, wanakutamkia maneno mabaya baada ya kuwa mmepishana kwenye vitu kaza wa kaza. Na yanapotamkwa yale maneno, kuanzia hapo yanaweza yakawa ni maisha ambayo yanafanana na yale maneno ambayo umetamkiwa. Nashangaa alikutamkia kitu fulani, alafu kile kitu ambacho alikutamkia kinaendelea kuishi mpaka leo. Kinaendelea kuishi mpaka leo. Mtu anakuambia maisha yako yote, mwingine anagonga mpaka halizi, anasema hautafanikiwa. Sasa unashangaa kila ukiingia kwenye haso mafanikio yatokee. Unakutana na sisi wachungaji, nakwambia sasa unajua nini? Muamini Yesu na muamini Yesu. Unashangaa bado ile hali ile inaendelea. Kwa hiyo unapojikuta kwenye mazingira kama hayo, ni kitu gani kitafanyika? Kwa sababu sisi tuna maneno mengi ambayo tumetamkiwa na wazazi na sio mazuri. Aidha mzazi mlipishana kitu fulani, au mzazi, unajua mzazi amesacrifice nguvu yake kuwezesha kwenye eneo fulani, lakini baadaye wewe ukawa tofauti na yeye akaamua kutamka maneno. Tunapokuja kwenye swala kwetu ila religion, swala la dini, inakwambia basi amini, ukishaamini Mungu ile laana utaivunja. Lakini siri ya kuvunja laana, siri mojawapo kuu ya kuvunja laana sio kwenda kwa Mungu kwanza. Ni kujua wapi umekosea. Wapi ulikosea? Kama ukishajua hilo ni wapi ulikosea, ni kitu gani kitafuata? Ni wapi nilikosea? Nimemkosea nani? Nilikosea kitu gani? Ukishalijua hilo, hata kama mtu amekufa, kuna utaratibu wa kuiendea mpaka familia yake. Ukafika pale ukaomba msamaha. Aidha mtu alikudai. Sisi wengine ambao tunapataga laana za wazazi, zingine hazina mashiko, zingine hazina nini, lakini yaani ukifanya makosa makubwa lakini mzazi katamka vitu. Anasema ukuja kuniona. Kama ukuja kukuona, anasema huyu mtoto nimemhangaikia hakuja kuniona. Au wengine sisi wengine tumesoma, maisha yetu yanachangia, yani uchumi wetu unachangia nguvu ya wazazi. Aidha wamejisacrifice, wametoa karo zao, wametoa nini, sisi wenyewe baadaye tukawa tumewatelekeza. Sasa mzazi anaamua kutamka maneno mazito ambayo anashangaa vile vitu sasa vinaanza kufanya kazi. Na laana huwa inaanza kufanya kazi mtu anapokuwa amekufa. Mtu akishakufa ile laana inaanza kufanya kazi. Ile laana inaanza kufanya kazi, ile laana ndio inaanza kusumbua watu, ile laana ndio inaanza kuwasonga watu. Mtu anapokufa laana inakuwa na nguvu. Na kabla nataka tuangalie kitabu cha Danieli. Danieli wakati wakiwa utumwani kule Babeli, Danieli anasema kwa kuvisoma vitabu aligundua kwa nini wako kule utumwani. Kule walikaa zaidi ya miaka 70. Lakini laana Mungu alikuwa amewalaani, amemwambia watu kwamba kwa sababu mmekuwa ni watu wa kutenda machukizo na nini, nanyi mtakaa utumwani chini ya miaka kadhaa. Kwa hiyo kina Danieli ni watu ambao wamezaliwa kule. Wakati wamezaliwa kule, wakati mateso yanaendelea, Danieli akaamua kuvisoma vitabu. Alivisoma vitabu akagundua kumbe hao watu wako huko kwa sababu hii. Na huo nabii ulikuwa umetoka nyakati za Yeremia. Wakagundua wako utumwani kwa sababu kuna makosa yalifanyika 1, 2, 3. Kilichofuatia kwa Danieli, kwanza alianza kuomba rehema. Alipomaliza kuomba rehema akachukua hatua. Sasa sisi hatutaki kuchukua hatua, nasema nakwenda kuomba rehema kwa Mungu. Laana zingine hujamkosea Mungu. Kama umemkosea mzazi, sasa kama mzazi yupo, nenda pale ukaombe msamaha, ukatafute zawadi nzuri, ukazipeleke pale, ukaombe zile rehema, ili tena atamke maneno mazuri kwa ajili yako. Lakini kama pia amekufa, pale kama amekufa ameacha watoto, ameacha familia, nenda kwenye ile familia, fanya kitu bora zaidi. Alafu angalia kwa nini alikulaani. Alikulaani kwa sababu ya kitu gani? Kile kitu ambacho ulikikosea, nenda ukakifanye hata kama hayupo. Hiyo ndio inakuwa ndio siri ya kuondoa laana. Sio kwenda tu kwenye maombi kaangaa na maombi. Nenda ukafanye kile kitu ambacho yule aliyekulaani hicho kitu ndio ulikikosea. Nenda ukakifanye, lakini kwenye ukifanya, hebu kifanye mara 2 yake. Ukishafanya hivyo, hilo laana itaondoka. Hata ukienda kwenye maombi yako hayatazuiliwa. Ikumbuke misali inasema laana isiyo na sababu haimpati mtu. Laana isiyo na sababu haimpati mtu. Sasa ili laana ije kwenye maisha yako, hapo tulishajua kwamba kuna sababu. Na kama kuna sababu, nenda ukaiondoe ile sababu. Sasa ile sababu, watu wengi wanapokuja kanisani akakutana na Buberwa, akamuongoza sala ya toba, anaona basi hakuna shida tena ya kuendelea kuomba msamaha. Kwa hiyo ndugu zangu na watu wa Mungu mnayenisikiliza sasa, ninawaomba kama unahisi kuna maisha yako hayaendi sehemu, au unahisi kuna makosa yanayokufanyika kwenye kizazi chako, aidha laana nyingine ni ya babu
ile ya babu ya miaka na miaka na miaka na miaka imepita, ni laana ya babu. Sasa waza babu alikosea wapi, na kama kuna uwezekano nenda ukarekebishe pale na ukaombe rehema. Mwingine atakwambia hata watu watakuwa wapo, hata kama wapo nenda kwenye mazingira alipokuwa naishi, nenda kanyaga ile ardhi, omba rehema kwenye ile ardhi. Alafu jaribu kufanya kitu ambacho unajua wapi mlikosea. Ukimaliza kutengeneza hivyo, laana itakuwa imeondoka kabisa kwenye maisha yako. Kwa hiyo siri nyepesi, siri ya kuiondoa laana ni kufanya kile kitu ambacho ulikikosea au wazee walikikosea, ukaenda pale kujisahihisha. Sasa wengi tunaishia makanisani na tunajikuta maisha yetu yanaendelea kuwa hivyo hivyo. Wazee walitamka amtokaa mfanikiwe. Tunashangaa miaka inakwenda, miaka inakuja na bado hakuna mafanikio yoyote. Kwa nini? Kwa sababu laana haijaondoka. Laana haijaondoka. Na yale maneno hayatanguliwi. Yale maneno hayatanguliwi kwa kwamba nitakwenda kanisani. Kanisani iko nakwenda kutengeneza uhusiano wako na Mungu, kwa sababu sisi tunayo laana ya kwanza ya Adamu ambaka alipomkosea Mungu. Kwa kule tunakwenda kutubu, tunakwenda kujisahihisha ili tuondokane na ile laana. Lakini tunapokuja swala linapokuja swala la mimi na mtu, na hizo laana zinakuaga na nguvu na zimeasili maisha ya watu wengi. Laana za shangazi, ninyi uko wenu hamtakaa mkaolewa, nashangaa kila ukiingia kwenye ndoa ina matatizo. Kumbe hiyo ni laana iko pale. Sasa nini ifanyike? Na kwa nini alitamka maneno hayo? Nenda ukasaisha eneo hilo. Njia nyepesi ya kuondoa laana ni kurudi kwenye chanzo, kugundua nini ilifanyika, nini ilitokea, na nini nifanye kwa ajili ya kuondoa hicho kitu. Ukimaliza huko, hata ukienda kwa Mungu wako, basi inakuwa ni nzuri sana. Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia vipindi vijavyo. Mungu akubariki sana. Nakupenda na Mungu akubariki sana. Amen.